Kwa majina anaitwa Philbert Ndege, kamishna msaidizi wa uhamiaji, lakini pia ndiye afisa uhamiaji mkoa wa Mbeya, ambapo hivi karibuni tumekusanya taarifa za kiintelijensia na kubaini kwamba kuna wimbi kubwa sana la kugushi nyaraka mbalimbali za serikali kwa lengo la kujipatia hati mbalimbali, ikiwa ni pamoja na pasipoti, vitambulisho vya NIDA, vyeti vya kuzaliwa na kadhalika. Ndugu waandishi wa habari, mnamo tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka 2024, wakati tukiendelea na majukumu yetu ya kuhakiki waombaji wa vitambulisho vya NIDA, alikuja binti mmoja ambaye kitengo cha intelijensia kilimtilia mashaka kwenye nyaraka zake, na baada ya kumhoji ikabainika kwamba alikuwa na cheti cha kuzaliwa cha kugushi. Basi kitengo cha intelijensia, ikiwa ni pamoja kwa kushirikiana na kitengo cha ulinzi na udhibiti wa mipaka, waliamua kwenda kufuatilia kilipopatikana cheti hicho. Walifika eneo la Soko Matola kwenye stationery moja. Hapo tulimkamata mtuhumiwa aitwaye Dismas Nziku, ndiye aliyetengeneza cheti hicho cha kuzaliwa cha kugushi. Lakini pia tulimkuta akiwa na vyeti vingine vya kugushi, akiwa na vyeti vya kuzaliwa vya kugushi, lakini pia tulimkuta na vyeti vya kugushi vya Jeshi la Kujenga Taifa, tulimkuta na leseni ya kufungisha ndoa ambayo nayo tumeendelea kuitilia mashaka, naendelea kufanya uchunguzi wake. Tulimkuta na mihuri 6 ya taasisi mbalimbali, taasisi za serikali, taasisi za binafsi na taasisi za kidini. Lakini pia tumemkuta na kompyuta 2 pamoja na printer pamoja na simu ambayo kimsingi ina mambo mengi sana, na ndiye amekuwa akiitumia katika shughuli zake za kugushi nyaraka mbalimbali za serikali. Ndugu waandishi wa habari, swala hili linaweza kuonekana kwamba ni dogo, ila ni swala hatari sana kwa usalama wa nchi yetu. Nyaraka hizi zilizogushiwa huwa zinatumika kumpatia mtu vitambulisho mbalimbali vya nchi au nyaraka mbalimbali, ikiwa ni pamoja na pasipoti, na vinaweza vikamfanya nyaraka hizo zikamfanya mtu kutambulika kama Mtanzania na kujipatia haki zote za raia wa Tanzania, ikiwemo kuchagua na kuchaguliwa kama kiongozi ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tujiulize, kuna raia wangapi wa kigeni ambao kwa kutumia nyaraka hizi za kugushi wamefanikiwa kujipatia nyaraka za Tanzania, na wana nia gani wakati wanatafuta nyaraka hizo? Idara ya Uhamiaji mkoa wa Mbeya haitavumilia hili. Tutaendelea kukusanya taarifa za kiintelijensia na kukitumia vyema kitengo chetu cha ulinzi na udhibiti wa mipaka kuhakikisha kwamba watu wote wanaojihusisha na kugushi nyaraka za serikali wanabainika na kufikishwa kwenye vyombo vya sheria. Wito wangu kwa wananchi wa mkoa wa Mbeya ni kwamba unapokuwa unafanya maombi ya nyaraka mbalimbali za serikali, hasa ukizingatia kwamba huduma hizi kwa sasa hivi zinapatikana kwa njia ya mtandao, tafadhali sana usikubali kufanya malipo taslimu. Mtake anayekufanyia maombi hayo akupatie control number, ndipo ufanye malipo hayo na upate risiti. Naam, mimi naitwa mrakibu wa uhamiaji Gerard Maridai, ni mkuu wa kitengo cha usimamizi na udhibiti wa mipaka kwa mkoa wa Mbeya. Kama alivyosema kiongozi awali hapo, ni kwamba tulibaini kwamba kuna wimbi hili la vyeti vya kugushi ambavyo vinatumika kupatia nyaraka mbalimbali za raia wa Tanzania. Tulikusanya taarifa za kiintelijensia
na bahati nzuri kama alivyozungumza kiongozi ni kwamba tarehe 29 tulibahatika kukamata huyu mtuhumiwa mmoja ambaye ameonyeshwa hapa. Baada ya kumkamata tumebaini pia tulimpata na vyeti vingine ambavyo ametumia kwa ajili ya kuwafanikisha watu wengine kupata nyaraka mbalimbali. Ni kwamba sisi kama kitengo cha usimamizi wa mipaka tutaendelea na zoezi hili. Hili zoezi halitaishia kwenye hii stationari moja. Tutaendelea kupita katika ma stationari mbalimbali ambayo wamepewa majukumu ya kuweza kufanya maombi haya ya hati mbalimbali kwa kupitia mtandao. Na tutapobaini kwamba wanatumia hizo nafasi walizopewa kwa kugushi nyaraka za kuwahadaa watu na kuwagushi nyaraka, basi tutaendelea kuwachukulia hatua kali na wote watapelekwa mahakamani na kuchukuliwa hatua stahiki za kisheria. Hali mnapeka pengine mahakamani, uchunguzi umeshakamilika bado hujakamilika, mnakusudia kupeleka mahakamani na huyo mtu aliyekimbia vipi? Kwa sasa hivi tunakamilisha taratibu za mwisho ambapo jalada litapelekwa kwa mwanasheria wa serikali na mmiliki huyu naye tutampata, tutachukua naye maelezo ambapo tutatumia ushahidi wote ule ambao utapatikana ili kuweza kuchukua hatua za kisheria mahakamani. Yule aliyetoka pengine mmiliki kama nilivyosema na alivyosema kiongozi kwamba kama anasikia tangazo hili basi afike mwenyewe, kwa sababu jana wakati tunafanya ukamataji huu hakuwepo eneo la tukio, lakini tutaendelea kwa kushirikiana na viongozi wa mtaa ambao mmewaona, tutaendelea kushirikiana nao na tutaweza kuwapata wamiliki na kuchukua hatua stahiki. Hapa si mbugani wala si hoteli ya kifahari. Ni shule inafahamika Paradise Mission Pre and Primary School. Wataalamu wa mambo wanasema kwamba mtoto ili aweze kuwa na ufaulu mzuri na kuwa na utulivu wa akili lazima awe kwenye mazingira yenye utulivu. Paradise Mission imelizingatia hilo. Mazingira ya hapa ni tulivu, yenye mvuto, yanayomfanya mtoto afurahie kusoma na awe na utulivu wakati wote.